Moja kati ya kitu ambacho nilipoteza wakati huo, baada ya kufanya hayo maamuzi nilofanya, nikapata ujauzito, nilipoteza kazi, kwa sababu kulingana na sheria za ofisi ambazo nilikuwa nafanya kazi, ujauzito ungekuwa ni shughuli ngumu sana kuwepo pale. Kwa hiyo nilipoteza hiyo kazi, nilipoteza uhusiano pia na familia, kwa sababu sikutaka wajue chochote ambacho kinaendelea kwenye maisha yangu kulingana na kile ambacho ninapitia kwa wakati huo. Kwa hiyo nilipoteza uhusiano nao. Yaani siwezi kuambia chochote, siwezi kuambia niko wapi. Naweza nikawa nawadanganya tu kwamba nipo kwenye ile kazi ya orphanage, lakini haikuwa hivyo. Nilikuwa tu na maisha yangu. Nilikuwa ni mtu wa hasira, nilikuwa ni mtu ambaye nina majuto mengi, nilikuwa nikijuta mambo mengi ambayo labda nilikuwa naonywa. Mungu alivyonionya mara nyingi lakini sikusikia. Kwa hiyo kulingana na hayo yote yalikuwa majuto mengi sana kwangu. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu ambaye nina huzuni, sio mtu ambaye naweza nikafurahi. Kwa tu ni mtu ambaye yani sieleweki. Kile ambacho hapo mwanzo nilihisi ni upendo, haukuwa upendo na haukuwa na misingi yoyote ya kiroho. Ulikuwa ni miemko na hisia. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2024 mwezi wa 8, ndipo nilipata mwaliko kutoka kwa rafiki yangu ambaye alikuwepo Eden Valley, na ndipo nilifunga safari kutokea Dar es Salaam nikaenda kwenye huo mkutano. Na nilipofika katika huo mkutano, hakika ilikuwa ni mkutano wa kipekee sana. Na kwa vile nilikuwa namjua rafiki yangu maisha yake ya nyuma na alivyokuwa, kwa hiyo ilinivutia sana. Na nilivyomuona alivyobadilika, alivyokuwa mtu wa kiroho sana, nikawa namwambia tu siri yake ni nini. Lakini kwenye ule mkutano walikuwa wanazungumzia sana somo moja linaloitwa haki kwa imani. Ilikuwa ni somo ambalo sikuwahi kusikia katika maisha yangu yote. Ilikuwa ndio mara yangu ya kwanza. Kwa hiyo ilikuwa masomo ambayo yaligusa sana moyo wangu na yaligusa sana maisha yangu kiujumla, na nilijiona yani mambo yangu mengi ya nyuma, mambo yangu mengi ambayo nilikuwa nayatenda ambayo yalikuwa ni mabaya. Kwa hiyo majuto yalikuwa ni makubwa sana, na majuto yalikuwa kwa sababu ya vile vitu ambavyo nimefunuliwa kwa wakati huo. Kwa hiyo kupitia yale masomo ambayo yalikuwa yanaendelea katika ule mkutano, nilijiona mimi na niliona kama vile ule mkutano walikuwa wakiongea na mimi mkutano mzima. Nilijiona nikiwa mtu ambaye sikuwa na direction yoyote kwenye maisha, sikuwa na ndoto, sikuwa na chochote, lakini kupitia pale nilipata tena tumaini jipya. Na ilikuwa ni kipindi kigumu na ilikuwa ni 1 week, lakini ilikuwa ya machozi mengi, ilikuwa ya maombi, ilikuwa nimepiga sana goti katika hiyo wiki, na nilimuona Mungu kwa namna ya kipekee na ya ajabu, na ndivyo ilikuwa mwanzo wangu wa maisha mengine mapya. Kwa hiyo namtukuza Mungu kwa hayo yote. Namshukuru Mungu kwa mengi ambayo amenifundisha, kwa sababu yapo mengi ambayo huko nyuma sikuwa nayafahamu, lakini kwa sasa nayafahamu na siwezi kufanya maamuzi kulingana na hisia zangu au mitazamo yangu binafsi. Bali katika kila jambo nitakuwa tayari kumuuliza Mungu na kusikiliza yale ambayo anataka mimi nifanye. Mara baada ya mkutano kuisha, nilipata wakati mgumu sana wa kufanya maamuzi, kwa sababu nilikuwa nikijiuliza maswali mengi na nilikuwa nikijiuliza kwamba niende kwenye maisha yangu ya kawaida mjini nikaendelea nayo, au nifanye maamuzi ya kubaki pale kuendelea na program zilizokuwa zinaendelea pale. Kwa hiyo nilipata muda mzuri wa kuomba, na baada ya kuomba nilipata muda wa kuamua, japo yalikuwa maamuzi magumu, ya kubaki pale tena kituoni kwa muda wa miezi 10 kujifunza Biblia.